Kwa majina naitwa Rosemary Choma, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la ADOT ambalo liko katika kubadilisha maisha ya watu hasa kwenye eneo la ujumuishaji watu wenye ulemavu. Tunatarajia kuwa na warsha yetu katika mkoa wa Dodoma, warsha ambayo imetokana na mradi wetu wa Tupaze Sauti za mabinti na wanawake Kitanzania wenye ulemavu kuhusu haki ya afya uzazi salama. Ni mradi ambao unafadhiliwa na shirika la Abilis Foundation na kimsingi umetokana na tafiti ambayo inaeleza muktadha huo. Tulianza mwaka jana katika mkoa wa Arusha, tukaja Dar es Salaam, tukaenda Tabora na kwenye vyuo vikuu. Sasa tunatarajia kwenda Dodoma ambako tunatarajia kwamba kuna wadau mbalimbali wa watu wenye ulemavu, hususan watunga sera ambao wao tunatamani sasa kile ambacho tumekieleza huko kama changamoto za hao mabinti na wanawake Tanzania sasa ziingizwe katika mchakato wa kutengenezewa sheria ndogo ya kuwalinda hawa mabinti ambao wanaonekana kwamba wanakosa haki zao. Ni ile kwa sababu mradi ni huo, ila sasa tunataka sasa kuona jinsi gani sasa sera mbalimbali zinazohusiana na haki ya afya uzazi salama sasa ziingizwe katika mchakato, zitengenezewe sheria ili kwa sababu mradi huu unaonyesha kwamba wanawake na mabinti wa Kitanzania wenye ulemavu kwanza hawafahamu kwamba wao wanayo haki sawa ya kupata hizo haki za afya uzazi salama, na kwa sababu hawafahamu, kwa hiyo hawadai haki hizo, na kwa sababu hawadai wanazikosa hizo haki. Na vile inaonyesha kwamba kupitia tafiti hiyo ambayo tumechukua kama mradi ni kwamba baadhi ya watoa huduma na wenyewe pia hawajui kwamba wanawake na mabinti wenye ulemavu wana haki sawa ya kupata hizo haki, na kwa sababu hawajui, hawawapatii hao mabinti zile haki, matokeo ni kwamba wanakosa. Kwa hiyo wanabaki na changamoto za kutengwa na kuona kwamba wao sio safe. Sababu wana maneno mengi sana ambao wanaambiwa, wewe unafahamu sio kuyarudia. Kwa sisi nataka tuone kwamba kama hivi ndivyo, na sura ya kwa sababu inaonekana pia kwamba baadhi pia ya professionals, nasema professionals ni watu ambao kwenye kada ambao tunategemea kwamba hawafahamu pia dhana nzima ya ulemavu. Kwa hiyo pia wanaona kama mtu mwenye ulemavu kuna baadhi ya vitu hastahili kuvipata. Kwa sisi lengo ni kuona kwamba sasa itumike kwa kutumia watunga sera sasa watengeneze sera au sheria ndogo ambazo zitakataa au zitaeleza kwamba kuna hili tatizo ambayo changamoto sasa watu wawajibishwe ili watu wenye ulemavu hususan mabinti na wanawake Tanzania wapate hii haki yao. Kwa hiyo ndio lengo kubwa, lakini tunachosema hatuwezi sisi kama shirika tuna mlengo tofauti kwamba hatuwezi kuongea na wadau peke yao bila kuwahusisha wahusika, lakini pia hatuwezi kuongea na watu wenye ulemavu peke yao bila kuhusisha watu ambao hawana ulemavu. Kwa maana hiyo sasa kule Dodoma tutahusisha wadau wote wenye ulemavu. Tutahusisha pia SHIVYAWATA na vyama vingine vya watu wenye ulemavu, lakini pia wadau mbalimbali, ustawi wa jamii, ofisi yetu ya TAMISEMI, ofisi ya waziri mkuu, lakini na baadhi ya watu ambao wako kwenye bunge ambao watakaobaki, kwa sababu unajua kwamba bunge linaisha lakini bunge lipo, kwa maana kwamba wabunge wataondoka lakini bunge lipo. Kwa hiyo tukiingiza katika mchakato huu kwa sasa katika bunge hili la 12, na maana katika bunge lijalo watakuwa na rejea kwamba shirika la ADOT lilifika, shirika la ADOT lilifika, walikuwa na agenda yao hii, kwa hiyo wataendelea pale ambako bunge hili limeisha. Hiyo ndo dhana pana ya kwa nini tunaona kwamba ni muhimu kwenda Dodoma kufanya uchechemuzi, lakini pia kuingiza masuala haya sasa katika sheria ili watu hawa wapate haki yao sawa. Kwa kuwa lengo letu ni kwa kugusa jamii na tunatamani kufanya hivyo katika ukubwa wake, hasa katika kipindi hiki ambapo tunaelekea mabadiliko mengi ya kisera na kitaifa. Kwa hiyo wito wangu kwa niaba ya shirika kwa watu wa Dodoma ni kuwaomba wale wote wenye ulemavu kupitia vyama vyao, hata kama wengine hawana vyama, lakini kama wewe ni mtu mwenye ulemavu au unaishi na mtu mwenye ulemavu au unaguswa na masuala ya watu wenye ulemavu, hii ni fursa pekee ya kuungana na shirika la ADOT ukaja ukajifunza kitu fulani, sababu kujifunza ni kutatua tatizo, nusu ya tatizo. Kwa hiyo tunawaalika wadau mbalimbali, SHIVYAWATA, CHAWATA, TASI na vyama vyote ambavyo vinahusiana na watu walemavu, lakini wadau mbalimbali, ofisi yetu ya waziri mkuu, kitengo cha watu wenye ulemavu, tunawakaribisha Mr. Mafta na wadau wako mbalimbali, ofisi yetu nzuri ya TAMISEMI ambako tumepewa kibali cha kufanya hivi vitu, ofisi ya mkuu wa mkoa, sababu Dodoma ni mkoa ambao
kwa mujibu wa usajili wetu tunataka pia tufanye kazi, lakini sasa tulikuwa tujapata bado mradi. Sasa hii ni fursa kwenda kule sasa kukutana na wadau wetu hao mbalimbali, kwa maana kwamba tutoe elimu ambayo ni nadra kuipata katika mazingira yetu. Kwa hiyo ninachukua fursa hii kuwakaribisha watu wote wenye mapenzi mema. Ni kweli tunafadhiliwa na shirika la Abilis, lakini kuna maeneo tunapata mkwamo kutokana na miundombinu na jinsi ya kufika. Kwa hiyo tukipata wadau mbalimbali wa kutuunga mkono kwenye chochote, naweza kusaidia kwenye maji, kwenye usafiri, kuleta watu wenye ulemavu kwenye hiyo event, ni warsha ambayo ni kubwa ambayo inakutegemea wewe uweze kuisupport, lakini pia inakutegemea wewe uweze kushiriki ili tuweze kubadilisha mindset katika jamii zetu.